Nafikiri kila mtu leo anafurahia uwepo wetu hapa, na mimi nimewaleta hapa ili mradi muweze kuenjoy, kufurahi. Ingawa Nadia ni mpole sana, hivyo unavyomuona ndio kwa hivyo, hata changamka. Umekuja sehemu kama hizi, changamka basi japo kidogo. Mama, kama unaumwa hajanizoea muda wote huo. Afu watu wa chakula nao wanachelewa kweli. Macho yanaona matukio kibao, watu wanarogana kisa mali, wengine kisa mapenzi eti wako, wanachukiana na kuishi mbali, wengine machocho kwenye dali, wanaishi Pepe. Nisikize. Hii sehemu sio sehemu nzuri. Mbona ghafla? Afu ndo kwanza tumeingia na nimeshakwambia mimi kwamba hii sehemu ina vitu vizuri. Chakula chao ni kitamu. Sasa mimi unataka unipeni niende nikale wapi tena jamani? Kuna sehemu nyingine ipo nzuri kabisa kuliko hii. Tena ni smart. Yaani ukifika mnapokelewa vizuri kuliko hapa. Afu hapa shida 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 shida. Samahani kidogo. Narudi sasa hivi. Vipi, kuna tatizo? Narudi. Shida 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 shida. Chiku ndugu wangu, dawa umenipa kunywa, nimekunywa lakini tumbo tu linaniuma, hakuna chochote kilichotoka. Ina maana kuna dalili zozote zile? Tumbo linaniuma sana, usiku kucha sijalala. Sasa labda nikupe nyingine, maana hiyo kiboko. Nigaie ndugu wangu, nigaie. Mtoto we, uwe na nguvu, maana hiyo ukinywa tu sha hiyo kiboko, yaani hiyo ukinywa tu sha kama radi. Mtoto uwe na nguvu. Subiri kakupe. Sio chukue karanga tena hapo. Hiyo namu ya karanga ndugu yangu, ile tumbo lilivonichachafya. Yaani hiyo kiboko ukinywa tu sha. Haya, niko wapi? Mbona sioni? Wewe tena Bibatimu, hapa tuko barazani, ina maana kila mtu anione kama mimi nakupa wewe mzigo mwingine kama madawa ya kulevya. Mzigo huu hapa, huu unauchukua, unafika nyumbani, unaufikicha huu kwenye sufuria, unainjika jikoni tindimi, ukinywa kabu zako hizo 3 saa kama radi hii. Gai, asante mimi Chiku. Mzigo ukitoka sijui nitakulipa nini. Ukakumbuka hata kwa kana kijiti unilipe, una hela bwana. Nilivyokuambia jana, maana baba nimeshampata, nimeshafahamu nilipopatia. Kuwa na amani Emi. Mimi nakumbuka yote ambayo wewe umeniambia. Kikubwa kama umeshajua baba yako anapopatikana, basi hutakiwi kuwa na hofu. Unajua kwa nini? Kwa sababu wiki hii haitaisha, sheria itakuwa imeshafuata mkondo wake. Kwa sababu unaweza kawa haki ni yako, ukikurupuka utaonekana pia wewe umevunja sheria. Sijui umenielewa? Uko sawa? Lakini mimi sitakuwa sawa mpaka tutapompata baba. Come on Emi, usiwe hivyo bana. Wewe niamini mimi, wiki hii
haitaisha. Relax bwana, kunywa maji juu ya hilo. Sipendi kuona hivyo. Habiba. Habiba. Vipi tena umefanya tena? Unaumwa nini? Unaumwa nini? Na hicho chakula kitu gani? Michungu na hali yako kama hii kweli? Mama Chiku kanipenda mama, nakufa mama. Chiku anakuwa muuaji kiasi hichi. Kwa nini anakupa dawa za namna hiyo wakati hali yako kama hii jamani? Kwa hiyo ulikuwa unataka kutoa mimba. Nakufa. Mbona mna balaa kiasi hichi jamani? Nakufa mama, nimefanya dhambi mama. Acha kukazaa nini sasa mateso kama haya? Nani jamani mtoto wa watu wenzenu? Mbona jamani? Mama mimi jamani. Mama mimi mtoa dhambi mama, nimetenda dhambi mama. Mama nakufa mimi jamani. Kama dawa kaletoa na Chiku dawa kampa kwa mimba. Midani nimeiona hapa Chiku. Kiza mama Namunji. Mimi nimeondoka hapa nimemkuta bibi anachemsha hiyo dawa. Sikujua kama ni dawa ile, nimekuta anachemsha hayo majani. Nimemuuliza, "Unachemsha kitu gani?" Alichonijibu kaambia hayanihusu. Kwa hiyo sasa mimi unaniambia mimi ananihusu kitu gani? Yanakuhusu kwa sababu wewe huyu ni ndugu yako na mpote hapa na kanywa midawa ya uchungu na huyu hali yake kama unavyojua ni mjamzito. Nimemsikia anapiga kelele, nimetoka ndani huko mbio. Mtoto wa watu anataka kunifia hapa mimi saa hizi. Mimi ndo kashanikataa. Na mimi nishamwambia siku zote asitoe mimba, lakini nataka kunielewa. Nakufa Mimi nitaongea nini serikali kwa nini akikufia huyu hapa? Tatizo lake Habiba ni mbishi. Huko vingi mimi namwambia yeye ananiambia hata kunielewa. Sasa nataka kwa na Chiku kwa nini yeye na Chiku anamshoga mpaka kupenda madawa. Basi nataka kumpeleka hata hospitali. Yaani Chiku huyu. Mfate kwanza Chiku. Yaani anatutafutia balaa. Riziki kwangu mafuta, ndio maana nanukia. Kwa vile siteteleki, najua kuzitafuta, ndio maana natumia. Punguzeni zenu chuki. We Chiku hela ipe mwenyewe shoga yangu. Izalama kwangu che, ndio maana naendelea. Hapo tunapiga vinanda kutindintilili. Hatari. Ni baruzo. We Chiku. Hivyo una akili kweli mwanamke wewe? Yaani akili, yaani siku zote nilikuwa nakuona wewe una akili lakini kumbe akili huna. Yaani wewe kwenda kumpa mimba nani dawa biba kwenda kutoa mimba? Wewe koma wewe. Wewe koma wewe. Hebu usinipande. Haya wewe nani? FFU, fanya fujo uone, jeshi la wananchi. Unaniuliza wewe kama nani? Nilimtuma. Yaani katika siku zote nilikuwa nakuona una akili na nilikupa vyao vyote na leo nakushusha vyote. Akili huna. Mtu mzima akili hamna hata kimoja. Alivyokuja ndio nilivyompokea. Dada nimekuja, nina shida yangu, mimi nilizodonda mimba. Sasa nimemtafutia vidani, nimempa kateo mimba nayo zigo inampa shida, anashoka majambo yake, akaingia mjini kutafuta riziki. Kosa langu liko wapi? Bibi we, na akili kufungia karanga tu na kuvuka barabara. Hizo zingine mnamwachia mwenye akili zake. Wewe bwana na watoto wako. Kwa nini wewe unamzuia asipate watoto ili weje?
Wewe usinipande. Anakupanda nani? Usinipande nakwambia. Usinipande. Na nitakufyagia. Jaribu kama unataka watu mimba ni hao. Sasa ule mzigo upa dau ule. Nimemwacha nyumbani anagaragara. Ule mzigo uliompa ule, akifa ndugu yangu mzigo ni wa kwako. Tumbo langu mimi. Ile zigo la Mwanamunji. Dawa kanywa kama Mwanamunji kanywa kwangu mimi. Wakati namba dawa ulikuwepo. Una ushahidi gani? Eti akifa mzigo ni wako. Anakufia kwa Mwanamunji. Anakufa kwa mwenye nyumba wako. Huo mzigo wa mwenye nyumba wenu mpo. Tunafanya muendeni. Wewe na maana ile dawa umempa sumu, si ndio? Atajua mwenyewe sasa dawa. Ndio nishakwambia, yani wewe pale akifa, tumbo lako ndo kaburi lake. Nyonyo ukitaka yasuke lasta. Koma wewe. Hana, mwangalie mtaka mdogo lavuli. Mwache kafie mbele huko. Sasa kwenda kufia leba. Mwache afie nyumbani. Mimi na jara. I'm sorry. Babe. Unajua siku mbili hizi mimi sikuelewi. Una nini kinakusumbua? Amna, mimi niko poa. Niko vizuri, wewe relax. Kila kitu kiko sawa. Kila kitu kipo kwenye mwelekeo wake ule tuliopanga. Mimi nakujua sana wewe. Yaani nakujua vizuri sana. Ukiwa vizuri ndivyo mimi nakujua, na ukiwa hauko sawa mimi nakujua. Wewe hauko sawa. So yule ndivyo nilomzoea mimi. Sasa hivi tumekuwa tunapiga story, tunaongea, tunabadilishana mawazo, tunasifiana, tunacheka. Lakini tangu tumetoka juzi kwenye ule mgahawa, ukagairisha tukarudi nyumbani, umebadilika kabisa, mudi yako yote imebadilika. Niambie babe, na shida gani? Mimi nadhani kuna kitu kimoja. Unajua kuna vitu hapa kidogo kichwani huwa ndo naviongoza na viweka sawa. Unajua watu sisi wengine tukifikiriaga tunatulia, tukiwa tunafikiria, tunamaliza kila kitu, kichwa kinaamua, afu tunaweka utekelezaji. Sasa hivyo vitu si ndo tushare. Kama ni pesa, hizo pesa mimi nijue nakusaidia kuhifadhi vipi. Kama ni mambo zako za madilidili unaniambia mimi nakusaidia. Unajua mimi niko vizuri Okay. Kiufupi nimewaza tutoke mji tuhamie mji mwingine. Mimi na imani kuna miji mingine mizuri kabisa. Tukahamia, tukarelax, tukatafuta nyumba moja nzuri ya kifahari. Afu nyumba tukaita hata rafiki zako wakapumzika hapa, maisha mengine yakaendelea. Sorry. Baby, uko serious? Yaani tuame da? Kuna mikoa mingine mizuri sana. Mfano labda Arusha. Arusha ni mkoa mzuri sana. Pia Mbeya. Mbeya. Mimi na imani tukakae Mbeya. Tunaondoka kama tuondoke usiku, tunaondoka gari za usiku mpaka asubuhi tupo kule. Au tukiamua tuondoke na gari yetu haisumbui, kila kitu kipo sawa. Naweza tungeenda kukaa. Huyu ndo Mr. Ndimbwa? Ndio yeye. Okay, sawa. Bwana Mr. Ndimbwa, habari yako? Mmekuja nyumbani kwa watu. Cha kwanza hamjapiga hodi. Alafu unafika tu na kuonyesha mhusika mwenyewe ni huyo hapo. Kivipi? Sawa. Alafu nakukumbuka wewe. Matujo kwenye dali wanaishi kwa imani, tuwana sana wake Muumba Jalali, misikitini na kanisani. Shida. Kwa kifupi kwamba sisi ni maafisa wa polisi kutoka kituo cha kati, na tumekuja hapa tunamhitaji bwana Ndimbwa. Hivi dunia matatizo yatakwisha lini? Mwezenu najiuliza, maana naona mengi ya ajabu ya kusikitisha, na macho yanaona matukio kibao, watu wanarogana kisa mali, wengine kisa mapenzi eti wako, wanachukiana na kuishi mbali, wengine machocho kwenye dali wanaishi kwa imani, tuwana sana wake Muumba Jalali, misikitini na kanisani. Shida,
Shida, oh, shida. 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 Shida, oh, shida.